Chuti bakunze ibiganiro by'inkino bica kuri Induni TV mbanze kubaramutsa nongera kandi nk'abayikaze bivanye naho muherereye muri kano kanya nkuko mubizi rero Induni TV tudasiba ko matubasangira amakuru atandukanye y'inkino cyane cyane ku bakinyi b'abarundi bakina hani wacu mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu, abarorezi, abarongozi, abamenyereza, aba legend n'abandi batandukanye. Uno munsi rero kuri studio zacu ka turi kumwe na manager wa Kirungo we nakabari uwitwa Nkurahinja Bonheur araza kuvuga, turaza kuyaga kuvyerekeye urugendo rwamukuye ngaha gushikana mu gihugu ca Tanzania, n'urugendo yajanye n'umukinyi Eric Kirungo. Mbega nizihe namba nibihi bibazo bagiye bahura navyo mu nzira igihe bari kubagana berekeza hariya mu gihugu ca Tanzania? Manager Bonheur turaza kuyaga mu rurimi rw'Igiswahili. Manager Bonheur, vipi hali? Safi, nashukuru Mungu. Karibu kwenye studio zetu za Induni TV. Asante sana. Tuambie ni matatizo gani, aidha ni tatizo lipi ambalo mliweza kupata kipindi mnajelekeza Tanzania na Eric Kirungo? Actually huwezi kusema tatizo, ni changamoto za kazi, changamoto za mafanikio. Nafikiri hakuna kitu kirahisi. Kila mtu anajua kila unachokitafuta lazima ukipambanie. Ndio. So yale tuliyokabiliana nayo ni katika yale ambayo lazima tuyapitie ili yaweze kutukomaza, tuweze kujitengeneza kufikia katika ile mafanikio tuliyoyafikia. So hali haikuwa nzuri na haikuwa mbaya. Katika harakati za kushukuru Mwenyezi Mungu, na tunashukuru kwa kile ambacho tulichokifikia kwacho na lengo letu limetimia. Na nafikiri naweza nikasema kwa na tuambie hasa watu wanataka wajue, watu waliona tu vup Kirungo anachomoka, wamoja wakaanza kusema Azam. Ilikuwa vipi mpaka mtoke hapa mjielekeze Tanzania? Ilikuwa ni deal lilikuwepo, aidha ni wewe ndio ulitafuta? Kirungo nafikiri mwenyewe utakuwa mshamuona hapa Burundi. Alishakuwa mchezaji mzuri mwenye alikuwa anaonyesha uwezo wa hali ya juu. So alikuwa anahitaji naye apige step ili aweze kuonyesha kama mpira wake unaweza kaenda kutambulika nje ya nchi ya Burundi. Anaweza akachukua nchi yetu kupitia soka kaipeleka sehemu nyingine. Ila kajiunga na wale ambao wanarepresent nchi yetu katika mataifa mengine. Ilinibidi sasa mimi naanze kumtafutia. Wewe ndio mtafutia. Kwa sababu unajua ilikuwa imesemekana hata kwenda Rwanda nini baadaye kama Arabuni, nchi za Arabuni na kamekata. Sasa kutokana na gisi palikuwa pako masuala ya corona, vitu ni virefu, alafu unaona masafari kuna baadhi ya nchi kuingia ni vitu vigumu, ikabidi tuone dili liko karibu ni la Tanzania na lilianza kufanyika haraka na ni timu kubwa. Kabidi sasa tutoke tujielekeze katika nchi ya Tanzania. Ndio. Na ilikuwa vipi? Watu walisema Kirungo anajielekeza Azam, lakini baadaye hatukumuona katika timu ya Azam. Ilikuwa vipi? Kirungo kuhusu kujielekeza kwa Azam, ilikuwa Kirungo alikuwa ameanza kutafuta na matimu mengi. Wakati nilipoanza kutumika na baadhi ya watu ambao wanaweza kutusaidia kupata timu nzuri pale, offers zilikuwa nyingi. Na kuna timu zilimtaka katika kumpeleka katika ile majaribio. Ndio. Lakini kutokana na gisi ukaribu uliokuwa baina yetu sisi na Mungu, ndio ulitufanya sisi tukapenda aende na Mungu, na kutokana na gisi walitupokea, walitushika. Sasa katika ubinadamu kuna vitu vyenye uwezo kufanya licha kuwa ni biashara mpira kwa namna moja ama nyingine, lakini ule ubinadamu tulioonyeshwa na uongozi wa Mungu kiujumla, namna walitupokea, namna tulivyokaa nao kuanzia kwa mdogo mpaka mkubwa hadi wachezaji, tuliamua kuelekeza pale. Lakini nafikiri ni kitu ambacho sisi tunataka kukifanya kitatusaidia. Kama si siri, ni timu zipi ambazo zilikuwa zinamtafuta kwizera Eric Kirungo? Kirungo Azam na wao walimtafuta pia vile na timu zingine ndogo za pale Tanzania, lakini sasa tulifika pale Tanzania. Kirungo katika watu ambao walianza kupata video zake mapema alikuwa ni ule mkubwa Simba Modeuji ndio alianza kupewa video za Kirungo. Lakini kama unavyojua Simba ni timu kubwa. Ndio. Na huwa inahitaji wa professional sana, wale wenyewe wana majina taifa, washafanya vitu vingi. Kirungo bado mdogo, lakini kuna kitu anakiona ndani yake. Sana akaona mtoto ni mdogo lakini anacheza sana, ana mpira mzuri. Itabidi yeye akatoa kama proposal ya kusema tujielekeze sehemu nyingine kama sehemu ya kutaka tupate nafasi nyingine, lakini walimpokea, walimpenda. Na nafikiri mngeshtuka kama mnamuona Simba, lakini kutokana na gisi Simba pale kuna nafasi ya kucheza kwa kingi kwa ndogo, na labda kucheza zile Simba B nini za vile na kwa sasa zingine sio vizuri. Nafasi ya Simba nafikiri mnaiona. Sasa kipiwa hata mtoto anampeleka pale, baada anatarajia kuitengeneza apate na mechi acheze. Sasa pale kidogo na namba yake unaona kama
angekuwa kana nafasi kenye angekuwa kupatikana angekuwa shida. Na hata Yanga vile vile kuna watu walitoa approach watambia mtoto tukimpeleka pale anaweza kupata nafasi. Lakini tukaona ukiangalia Yanga kweli ni timu kubwa, alafu nafasi ya Kirungu na watu wanacheza pale ni watu wengi. So unaona kama dogo anaweza kupata nafasi ya kucheza anaweza kukosa. Ili turahisishe vitu tumtie fast penye kwanza acheze azoe ile championnat Tanzania. Izoe acheze, apate muda wake acheze. Na nafikiri unaona alichezaga na zile timu zote. Kirungu alienda pale amecheza na Simba, amecheza na Yanga. Zote amecheza, ameanza mechi na amemaliza. Mechi zote alichezaga pale. Na tunaona kwamba unasema kwamba timu ya Namungo ndio ile appreciate kiwango chake, na tuliona kwamba aliweza kucheza mechi ya kwanza. Mechi ya kwanza wakati mko naye Kirungu. Ulimwambia vipi kama manager ambao uliweza kumtafutia soko? Nafikiri kama kuna mechi ilikuwa nzito kwetu sasa. Ile mechi ya kwanza ambayo ilichezwa na Namungo na Yanga. Licha yale mlioyaona, yani mechi ilikuwa ngumu sana. Kwa sababu siku 3 kabla Kirungu aliumiaga mguu wakati wanafanya mazoezi ya mwisho. Timu ile tena safari kaenda Sudan. Afu kwa sababu alikuwa hajamaliza mambo yake ya mikataba, ilibidi abaki kwenye camp na wale ambao hawakwenda ili wasubiri timu itoke Sudan, waanze na ile kama ni Al Hilal. Ile wakitoka Sudan wakutana naye kucheza wakutana Zanzibar wote. Sasa ile zoezi lao la mwisho kabla timu haijaenda kucheza, Kirungu aliumia mguu alafu mguu kavimba. Kavimba pale kiatu chake alikuwa kivaa. Yani akienei vizuri. Sasa unaona na sisi tunaenda pale, tunaenda kutengeneza nafasi ya kupata nafasi na Namungo nini, na lazima acheze mechi, mguu umeshavimba, ilikuwa ni wakati mgumu sana kwa tuliopataga, lakini kijana yuko vizuri, namshukuru Mungu na namshukuru hata yeye pia. Amenionyesha roho ya ushujaa, roho ya ujeshi. Yana niambia boss, hili usijali. Chukua barafu piga pale, nikamsaidia kumtilia kale kumsaidia. Yaani tulitumika watu utafikiri kama tu katika mazingira ambayo hatutaki kurudi nyuma. Ameniambia mimi nishatoka, sitaki kurudi. Alienda kucheza mechi, yuko na mguu umevimba. Sasa unaona ni mguu wake wa kushoto, lazima na katika mpira unajua yeye anacheza mguu wa kulia. Nguvu yake ni hapa mkono mguu wa kushoto. Sasa kina alipambana vile vile, alicheza hivyo hivyo, hata timu tukwambia kitu. Hakuna mtu mmoja alikwambia. Yaani mechi ya kwanza ya Yanga ambayo alicheza anatoka kwenye majeruhi. Sio anatoka yuko kwenye majeruhi, mguu wake umevimba. Lakini akacheza hiyo mechi na katika wachezaji ambao walipata nafasi nyingi na wanatengeneza nafasi nyingi katika mechi hiyo. Kirungu alikuwa ndani yao. Nafikiri hata Namungo kama wanaweza kama hakuwa kwanza katika wachezaji ambao walicheza vizuri katika mechi kama mechi timu ya Namungo, anaweza kuwa kwanza au pili. Lakini alicheza vile vile na hadi na mechi ya pili ambayo alikuwa ndio mdimatch. Sababu alicheza leo kesho akacheza. Maana ile majeraha alikuwa tena angaliki. Hatujaambia timu ndio juu timu tukiambia itaonekana mnaleta mchezaji mwenyewe ana majeruhi. Tunakataa katika unaona kibiashara kuna baadhi ya vitu venye mtu lazima uviweke kama akiba ili uweze kulinda mchezaji wako ambao ndio mtaji wako vile vile ndio mtana yeye mpira wake ndio kama sehemu yake ya maisha. Ilitubidi sisi tufanye kitu iwe siri yetu sisi wenyewe. Anacheza ameumia mpaka amekuwa man of the match. Mguu wake umevimba vile vile. Akacheza vile vile hadi mechi tulikuja kuambia baada ya kuwa man of the match. Tukamwambia na tuliumia. Kirungu kaumia ndio baadaye timu pale akamshughulikia nini pale na hadi siku moja kabla juu ya mechi ya Simba ni mtu alikuwa anategemewa katika ile mechi. Walitoa na mchukua wakampeleka moja kwa moja. Akamtibu na fikiri walimbewa kuna mtu alikuja akamchukua walikuwa kwenye camp kwa tuko Zanzibar. Akaja akamchukua akampeleka akamtibu akaja kucheza ile mechi kidogo yuko fit. Mechi gani? Mechi ya Simba ambayo ilikuwa ndio semi final. Ndio. Akacheza ile mechi iko vizuri. Na tunashukuru alikuja ni mpya akafikia kwenye pressure mechi kubwa. Unajua ukiongea mechi za Yanga na Simba nafikiri ni mechi kubwa zenye watu kila mtu anakuwa anaziogopa. Ni mechi ambazo zinakosa na ukubwa ambao hadi nje ya uwanja mashabiki inakuwa ni kitu kingine. Lakini alicheza akajitahidi kadri alivyokuwa anaweza. Tunashukuru kuona hilo limefanikiwa. Na baadaye hapo tuliona usajili wake Kirungu anampa sasa kandarasi. Hatukujua ni kandarasi ya miaka mingapi, ilikuwa vipi, je ulipigiwa simu kasema mara tayari sasa mchezaji huyu ametukubalisha, ilikuwa vipi kusudi asajiliwe? Kutokana na gisi mimi nilikuwa na safari na mchezaji sehemu zote. Alipokwenda Zanzibar wao walitangulia kabla. Mimi nikasubiri nimeenda siku hiyo anacheza mechi ya kwanza ambayo ilikuwa ni tarehe 18. Kwa ni Jumaa tarehe 18 ndio mimi nimesafiri kwenda Zanzibar. Ile mechi yake ya kwanza tu kucheza ile tulipata mapokezi makubwa sana. Namungo mechi yake ya kwanza aliyocheza Yanga. Mapokezi yake ni makubwa mno hadi wabunge wa Tanzania ambao sababu ile Namungo ni timu ya Kassim Majaliwa waziri mkuu wa timu ya waziri mkuu. Na baadhi ya watu ambao katika ile timu ni viongozi tu wa serikali. Na baadhi ya watu ambao wana michango mikubwa katika taifa la pale Tanzania.
tulipokea ma comment kwenye mapeji, watu walikuwa mampost, watu tuliona wengi wanasema wingi hadi mashabiki wa Tanzania, yani wa Tanzania kikweli walimpokeaga, hadi waheshimiwa wakampokea. Ile mechi tu Kirungu alikuwa anapasishwa. Lakini sasa kutokana na gisi timu ilikuwa na mipango mingi, match malize, so hatungetoka pale tukaenda tukamaliza kitu dili na match ilishaga usiku. Mimi ile mechi ya kufuata na saa 12 ndio Jumamosi saa 12 ndo siku ambayo ilikuwa man of the match. Ndio nitanaitwa na nitanaitwa na katibu wa timu, tukazungumza naye katika mambo ya usajili, tukaongea katika vile ambavyo tunataka tuviongee. Issue kama imeishia hapa, lakini mimi nakuza semi final Kirungu shamaliza. Lakini kutokana na gisi timu ilikuwa iko kwenye maandalizi ya mechi ambayo ni watacheza na Simba, tulimaliza tu maongezi, afu tulimalizia vitu vingine vya kubaki Dar es Salaam, sababu timu makao yake ni huko. Sasa Zanzibar ni kama vile wao walikuwa wameitwa kwenye Mapinduzi Cup. Kwenye Mapinduzi Cup wameitwa, na ile Mapinduzi ni katika vitu ambavyo vinaheshimiwa katika ile nchi. Basi tulipotoka Zanzibar tunaenda Dar es Salaam na tukapewa mkataba wa miaka 2 na kwetu kilikuwa ni kitu kikubwa sana, maana tulifurahia ushindi. Mimi kama mimi najisikia fahari, na mchukua mtu na mtoa nchini kwetu Burundi, naambia njoo twende kuonyeshe kama Burundi kuna kitu ambacho tunacho wengine hawana. Unafika fasi mchezaji hadi waandishi wa habari wa Tanzania, ukisikia maneno anayemzungumzia kijana kama wanasema amewavutia sana. Yaani alimpira leo ucheza pale ni mpira ambao uliwavutia. Alitoka utatoka man of the match, mchezaji mpya fast umefika. Nafikiri mliona hata kwa Said alifika pale, akafika akaprove ile siku za kwanza, hakutaka kuchukua muda mwingi. Na Kirungu kufanya vile kuprove pale siku za kwanza, hakutaka kuchukua muda mwingi, inaashiria kama tayari alikuwa na kitu kikubwa ndani yake. So kwetu ilikuwa ni ushindi mkubwa, tulishukuru sana kuona kapewa mkataba, kila kitu kiko vizuri. Tukafurahia kuona tumemaliza issue, na hivi namtakia kila la kheri. Bado na maandalizi ni mengi, mechi ni nyingi, na kutokana na gisi timu iko na international matches watacheza na wako na Confederation Cup wao wanaendelea. So nafikiri bado ana nafasi nyingine ya kuzidi kutambulisha sasa nchi kabisa kama tuna kitu ambacho wengine wanaweza kaa hawana, na kuimprove kweli timu ya Namungo kama hawajakosea katika usajili uliofanya. Mimi nazidi kumtakia kila la heri na kumtaka tu akomae. Nyota ya wachezaji wa Burundi imeonekana kwamba inang'ara sana nchini Tanzania. Tumeona Hamis Tambwe ametoka kinara wa magoli kama misimu mitatu wa Simba, Yanga mara 2. Tumemwona Didier Kavumbagu, tunamwona Steven Zigamasabo, tunamwona Saidini Bazongiza. Leo Kirungu anakuja na prove Blaise Bigirimana. Tuambie, ni utofauti ligi, umejaribu kuona ligi ya Tanzania, kuna utofauti uliopo la ligi ya Tanzania na Burundi? Ni utofauti upi? Utofauti naweza ngasema hamna, kwa sababu pote ni mpira. Tunacheza kule na kule kunaongozwa mpira, na hapa mpira unacheza na hapa kunaongozwa mpira. Utofauti ni ambao upo, nafikiri ni mashabiki wa nchini Tanzania ambao ndio wananchi wa pale. Wanapenda mpira sana kiasi pale penyewe ukiwa unacheza mechi unaona uwanja umejaa takriban watu 70,000. So nafikiri unacheza watu wako 70,000, watu wamezunguka uwanja. Akili yako inataka inabadilika. Ina maana na matokeo ya mechi unakuwa na mood nyingine ambayo unakuwa uwezo kuwa nayo. Tofauti na hapa kwetu unakutana mashabiki saa zingine unakuwa hawaji kwa wingi, lakini ingawa ni timu chache ambazo zinacheza maviwanja. Kule unakutana kila mechi yani kila mechi wapanajaa. Imekuwa ni burudani yao. Burudani. Yani Tanzania nafikiri burudani kubwa ambayo ipo pale ni soka. Afu watu yani ile wanalipa muda sana. Unakutana mtu anaenda kazini, akimaliza kazini, ametoka saa 11, saa 12 kuna mechi anaenda kuona. Hata kama mechi ishaanza anakuja kuona kipindi cha pili. Sasa kusha kuwa unacheza mpira ambao fast penye watu wamejaa vile, lazima kuna kitu kinakubadilikia. Sasa kutana gisi sisi Burundi tumejaliwa kipaji kile, watu wanakuwa tuna prove. Na nafikiri kama unaliona hili Warundi wote ambao wanaendaga pale, wanachaga picha nzuri pale. Hili ni jambo la kushukuru na kuwapongeza wao, kwa sababu wanaonyesha namna wanavyojituma katika nchi jirani, na kama gisi ya kuonyesha kama kweli ina maana huku ambao wale ambao wanaongoza soka la Burundi wanatengeneza watu ambao ni watu sahihi. Kwa sababu mchezaji mpaka toka hapa kacheze nchi nyingine, na maana kama ametengenezwa hapa ndio amekwenda hiyo nchi ya kucheza. So kwetu ni mikakati ipi sasa umepanga kwa mchezaji wa Burundi Kwizera Eric Kirungu? Je, unatarajia ufikie kwenye malengo gani, au apige hatua ya kufikia sehemu ipi? Kwa Kirungu mikakati na mimi sio kwa Kirungu tu, nafikiri wachezaji wote ambao wanawasimamia mikakati yangu ni mikubwa mno. Kwa sababu unajua katika hili tunafanya kama sehemu ya kusaidizana, lakini kama sehemu vile ya biashara. Unajua ukizungumzia Kirungu unamzungumzia Kirungu, lakini unamzungumzia watu ambao wako nyuma ya Kirungu. Kuna watu wengi ambao wanaweza kupata riziki kupitia yeye kile alichokifanya. So lazima na sisi katika kumtafutia mchezaji, kumwandalia maisha yake ya soka ili aweze kuwa imara, unahakikisha unamtengeneza mazingira ambayo ni sahihi, ili na yeye atakapokuwa anatengeneza mambo yake aone kweli niko sehemu sahihi.
lazima umfanye mchezaji awe proud na kile unachokifanya wewe. Ndio. Na nafikiri ndio chemi nakuwa natiaga mbele kila siku mchezaji wangu namuonyesha kama mimi kazi yangu ni kukufikisha sehemu fulani. Lakini vya kubaki ni wewe, mguu wako, akili yako, kichwa chako ndio vinakubaki. Mimi uwezo wangu ni mdogo, kuna nafasi mimi siwezi kufanya tena. Uwanjani kisha nafasi uwanjani mimi siko huko. Sijui kuta kuna eti nije kuongea na mwalimu fanya hivi na hivi. Nafikiri mikakati nilionao sasa mimi ni mikubwa mno kiasi pale penye mtegemee kiungo kama miaka mingine 3 ya ijayo 4 ya mbele au tukitoka kama ule miaka 5. Mnaweza mkasikia maajabu kwa kiungo. Nafikiri kama tuna wachezaji ambao wanawakilisha vyema nchi yetu ya Burundi. Kiungo na mimi nataka kumtia katika hiyo list. Yaani tunapozungumzia tuambie vinara 5 bora wanaowakilisha nchi yetu Burundi bora unapozungumzia. Yaani unazungumzia tunaanza kutaja tu. Unataja wale wako 2, 3, 4 kiungo tu utamweka tu. Kama wote utamweka nafasi unayotaka wewe. Kama utamweka nafasi ya pili au ya kwanza, kila mtu kuna namna anavotoa ile orodha ya wachezaji wake bora. Kwa mtu sasa hivi kimuuliza nakwambia yeye ni bora tu. So mimi ninachokitafuta ni kuhakikisha anakuwa best all the time. Mchezaji mwenye kujituma, mchezaji mwenye kufanya vizuri, nidhamu iwe ni nyingi tu. Yaani mpaka wewe ukimwona unasikia anakuvutia kweli kweli. Yaani anakuwa ni mwenye kufanya vitu ambavyo wewe unasema anajituma kulina ni vitu vizuri. Na umesema kama kuna baadhi ya wachezaji ambao unawashimamia, ni wachezaji gani? Nafikiri wa kwanza namfahamu ni nyote ambao ni Asmani Awali, na wa pili ambao namsimamia vile vile ni Musa Mujango ambao ni defender wa Msongati, na Musole Aro ni captain wa Msongati. Mtazamaji anasema labda mimi nimekaa kwenye Msongati sana sababu kama ndio maana umevaa jezi ya Msongati, kumbe wewe ni shabiki mkuu wa Msongati. Unajua mimi ninachokifanya, mimi natumika na wale ambao naona kama tunakutanisha ndoto. Wachezaji kweli ni wengi Burundi, lakini kuna ile watu mnakutanisha. Kabla ya kufanya kazi na mtu lazima kwanza uangalie kwanza mikakati yenu, scheme na mawazo mamoja, ndoto zenu ziko sawa sawa, kile unachokitafuta na yeye anachokitafuta ni mamoja. Sasa nikiangalia mtu kama Musa Mujango nafikiri mnamfahamu, ni mtu mwenye anajituma sana. Na iko na experience, anacheza miaka mingi, anacheza hadi kwenye sasa hivi unaona ameitwa timu ya taifa, aenda akafanya maandalizi. Ni maana anajituma kweli kweli. Na ukizungumzia tena Musole Aro ni captain wa timu ya Msongati. Kama Msongati imetoka kwenda kuiwakilisha nchi yetu, kwa sababu ukizungumzia watu waliowakilisha nchi unatazungumza na Msongati imetoka kaenda Zambia kucheza. So kama na Musole Aro ni captain wa ile timu, ina maana ni mtu ambaye anajituma mpaka anapewa unahodha wa ile timu aipeleke kama yeye ndio aweze kucheza na anajituma. So wachezaji ni wengi, naweza mkasema hata kuna wengine ambao wanaanza labda hawajawa official, lakini target kubwa ni kuwatengenezea nafasi nje ya nchi. Wacheze hapa vizuri, wakianza kucheza hapa vizuri tutatia nafasi nje ya nchi, watoke wakajitambulisha wacheze vizuri. Hiyo ni target ambayo tuko nayo, na hawatakuwa hao bado ni wapo ni wengi tu. Na mchezaji wa next ni mchezaji upi sasa tuli ya kufuata hapa, ni mchezaji upi ambao utaweza kutafutia soko? Mchezaji katika hao watatu nafikiri kimpango kimkakati yangu wote amtoa mwaka kesho kwa nguvu. Wote wanakwenda kadri kwa kudra za kwenda hapa, wana East Africa wanawafikisha huko. Amna, unajua hii ni soka. Nafikiri kama na tatizo kuna kwa magonjwa mengi ama magonjwa ya COVID, vitu vingi vinaharibika. Hata Kirungo msimu anaenda Tanzania, plan ilikuwa Tanzania. Nafikiri vimeharibika kwa sababu ya hicho za COVID. Bwana hizo ni sisi zaidi. Naambie plan mzee. Hapana, yani hiyo ilikuwa ni mikakati ya kibiashara zaidi, lakini hii matatizo kiasi yanatokea, nafikiri mtaona maajabu. Na uzuri tunatokea kwa manager ambao wanataka kuchukua mpira wa Burundi tupeleke sehemu fulani. Sasa ni lazima tutafute sehemu kubwa. Hata Tanzania ni nchi jirani, tunazoea pale. Lakini kuna vitu kinaanza kufanya pale kaonekana kama umefanya kitu kikubwa zaidi. Wachezaji ni wengi na unaweza kuona matransfer mengine licha yao ndio wataji. Hasa kuna wengine wametokea wamekwenda. Nafikiri wakati tunafanya hivi tunafanya kwa sababu tuwatengenezee nafasi kubwa mbeleni. Kwa nini umechukua wachezaji wengi ambao umesainisha wachezaji wengi ambao wanacheza katika timu ya Msongati? Je, una cheo au una kitu fulani mle katika timu ya Msongati? Katika Msongati cha kwanza mimi kama nyumbani walinipokea, na licha kwa ni nyumbani ni ile timu ni ya wananchi, ni timu ambayo wanawapa nafasi ya kwanza wananchi. Leo unataka nini, unasema nini kuhusu timu yako, unataka vipi, wao wanakupa tu. So na mimi nilikuwa nimevutiwa na timu ile, nilivutiwa sana hapo ilivyobeba ile kombe la rais. Ile nilivutiwa sana timu ile. Wacheza final na wacheza final na Rukinzo. Kuanzia pale nilivutiwa sana na timu ile mpaka nilimsogelea kiongozi wa timu Honorable Denis Carrera. Nikamwambia mimi na idea 1 2 3 kuhusiana na timu. Nikamwambia nafikiri kwa ni katika
kitengo cha kutengeneza mavazi au vitu ambavyo vinahusiana kuwa na logo ya Msongati. Sasa nikaomba nafasi hiyo, akanipatia nafasi ile, akaniambia unaweza kufanya hivi, nikamwambia mimi naweza. Akaona basi kama unaweza nafasi hiyo nayo. Kafanya kweli, na sasa hivi nashukuru washabiki wa Msongati kule penye pote wapo wanajivinjari, wamevaa jezi zao, uzi wao wa timu yao, wanacheza, wanafurahi, timu inawafurahisha uwanja na wao wanashangilia ushindi. Ule unyumbani unanifanya sana mimi nakutana mechi nyingi ninazoziona mimi ni za Msongati. Sasa ile kuona mechi nyingi za Msongati sana wachezaji nao waona kama wanaweza na wachezaji wa Msongati. Ndio. Lakini kwa sababu nawaona sana, ila kuna wengine ambao wanaweza zaidi yao au na wengine wanaweza wako hapa. Haimaanishi kama wao ni bora kuliko wengine. Wote wanajua, lakini mimi wale nao waona sana. Ni Msongati unaona gisi na leo karibu niliona timu ya Msongati. Na kuna swali ambayo nimeweza nilisahau, nilikuwa sijakuuliza. Tulimuona katika usajili aidha katika official sasa kumsainisha Kwizera Eric Kirungu, tuliona kuna Shafi Dauda. Shafi Dauda alikuwa anahusika na nini pale? Kwa nini haikuwa wewe na Kirungu tu, lakini tumeona pia na Shafi Dauda yuko pale? Shafi Dauda inajulikana kwamba ni mtangazaji mashuhuri, ni mtangazaji mkongwe ambaye anaitumikia kituo cha radio cha Clouds FM. Alikuwa pale kwa nini Shafi Dauda? Actually Shafi ni partner. Shafi sasa hivi tulivyo, sio ningesema kama ni partner, lakini tushatoka katika sekta la partner. Tumeingia katika sekta la undugu. Maki yule ni mimi ananitaka kaka. Ndio. Yaani licha udogo wangu mimi ananitaka kaka. Ndio. Na mimi namtaka kaka, mimi namtaka bro. Sasa mimi nikimtaka kaka naona kama tafikiri tumeitana majina ya kufanana. Siwezi kumpa jina lingine likubwa zetu kama kubwa wake ali. Shafi ni mtu ambaye anashirikiana naye katika mambo ya mpira haya. Na kasa unavyojua ni mtu ambaye ana uzoefu mkubwa sana. Ndio. Na nilifika Tanzania ni katika watu ambao walionisaidia kwa sababu nimefika katika nchi mimi si mwenyeji. Kuna watu ambao ni wenyeji pale, wanazoea mambo ya soka ya nchi pale, wanajua vitu vingi vya mpira, na ni mtu ambao tunashirikiana naye katika kukuza vipaji vya wachezaji ambao wanajua lakini bado hawajapata nafasi ile. So tulivyokuwa tunashirikiana naye vile, na ni mtu mwenye alitupokea, tulikuwa naye vizuri, na ni partner sasa wangu. Sasa achana na kale kitu cha katengeneza kwa undugu, sasa kuna ile upate na watu tulikuwa tuko nao sasa, na ule undugu ambao tunaingilia ndani, akawa ni mtu mwenye tunaheshimiana sana, tunachukulia kama wandugu. Ilitana nifanya katika kila kitu ambacho unakifanya lazima na yawe, kwa sababu tuna ndoto za kumfikisha Kirungu mbali. Na ukisha kwa uko na timu ya team work yenye ni nzuri na watu kama vile wakina Shafi na uzoefu mkubwa, na maana mnatengeneza kitu kikubwa sana ambacho kinaweza kawa ni kikubwa katika ndoto za kila mchezaji wa Burundi au kila mchezaji mwenye ana ndoto za kufika mbali. So uwepo wake pale pako picha ambayo nilipiga mimi na Kirungu. Lakini nia yangu ya kuonyesha ile picha ambayo nilipiga na Shafi ni kwa nitaka kumuonyesha namna ninavyo respect ile alichokinifanyia. Namna tulivyoshirikiana katika kila kitu tulichokifanya pale Tanzania. Nitaka kumuonyesha namna ninavyo respect kile. Nikaamua picha ambayo nataka iende ya mikataba ya Kirungu ya kusaini. Nataka picha iende, sija post picha na sign karatasi, sija post na nimesign picha ambayo, nimepost picha ambayo tuko watu watatu. Kuonyesha kama vile katika kile tulichofanya sisi ana mchango mkubwa. Yaani ni mtu alitusaidia kitu kikubwa. Na neno kama la mwisho unaweza kuwaambia nini mashabiki wa Indondi ambao wanatufuatilia kwa sasa kama manager wa Kirungu? Ni wachezaji wanafaa wachezaji wengi inatakiwa wawe na manager, wengi wanatakiwa wawe na watu wa kuwasimamia. Lakini Burundi tumeona kwamba kitu ambacho Burundi inakosa wasimamizi wa kuweza kuwatafutia masoko. Wewe kama wewe manager Murainja Bonheur, ni kitu gani sasa unawaambia, aidha ni kitu gani ambacho ni mchango upi ambao unaweza ukatoa kwa wachezaji wetu wa hapa nchini Burundi? Kwanza acha nianze katika kushukuru kwanza nafasi ambayo nyinyi mnazozitoa. Nafikiri ili soka la Burundi lifike mbali tunahitaji nafasi hizo mnazozitengeneza. Nyinyi waandishi mnajituma, mnachukua muda wenu, mnafanya kazi ili mradi tutengeneze tufaulu ushirikiano. Kirungu amefika penye yuko, lakini utangazaji wenu ulimkuza zaidi. Ile heshima mliyompa hapa ndio ile mfanya akapata heshima nje ya nchi. Nafikiri nizidi kuwashukuru ninyi katika hii nafasi mnayoitoa, kazi yenu mnayoifanya, na Mwenyezi Mungu awabariki na msichoke, ingawa mtakosa changamoto. Pambaneni ndio namna ilivyo. Lazima kila mtu ale kwa jasho yake, na ndio jasho yenu ambayo mnaitafutia. Na kuhusiana na swala la kusema wachezaji wa Burundi kwa na manager au sometimes kukosa manager, mimi nafikiri katika swala ambao wachezaji wa Burundi wangepaswa kujitengeneza likakuwa likubwa zaidi. Nafikiri swala la manager, sababu hakuna professional player unaweza kusema hauna msimamizi. Hiyo inaonyesha kama labda unaweza kuwa cheap kidogo. Lakini mchezaji anapoongea kitu alafu unasikia anakuambia nina usimamizi, lazima klabu hii inamtafuta ile klabu, kuna heshima na tena ongezeko. Kwa kama kwa Kirungu hana mazungumzo utaliyozungumza na ile timu yana Mungu. Ni wewe yote mmemaliza wewe na Kasim Majario. Kila kitu tumemaliza sisi wenyewe, alafu walichokifanya wao yani ninakuja tukumpa ripoti mchezaji wangu, kwa sababu lazima nitasema kila kitu ninachoona ni faida kwa mchezaji wangu.
safi alikuja nafasi ya kusaini akamaliza kandarasi nimaliza. Nafikiri ni heshima. Unajua mchezaji anapokuja kufanya kitu afu unaona hauna mazungumzo naye akafanya hivi ninakuonyesha namna alivyokuwa mkubwa. So kwa wachezaji wa Burundi wajitume, watengeneze hicho kitu na sisi wenyewe tunafanya hicho kitu tutengeneze nafasi nyingi kwa sababu ya wao na wenyewe waweze kuanza maisha yao mbele. Na wao si wachezaji wa mpira wa Burundi, wao si hali sana. Na hii kazi ya mpira ni kazi kubwa. Nafikiri kama mnaona federation ina invest pesa nyingi ili wao wacheze mpira huu. Hata timu zao zina invest pesa nyingi ili wacheze mpira huu. So lazima wawe serious, wajitume, na nafikiri wakifanya vizuri nchi itawatambua, itawapa nafasi na wataenda kuhakikisha nchi yetu kwa tena nje ya nchi. Ile tatizo kutengeneza nafasi nyingi zaidi. So sina cha zaidi ya kusema. Niwashukuru na wao kwa sababu wanacheza, wanajituma, wanafanya kazi kwa bidii, kwa sababu wana uwezo wao, wanapambana, wazidi kujituma, na watambue kama kila mtu anatakiwa acheze mpira akiwa na malengo. Malengo ndio yatakayomfanya afike fasi ambapo anatakiwa kufika. Kama unafanya kitu hauna malengo, kumbuka kama huwezi kufanikiwa katika chochote kinachokitafuta. Malengo ndio kitu pekee kinachokufanya wewe uweze kujua unatafuta nini na kwa kitu gani. Wote watakapokuwa na malengo ya kusema tunataka tufike mbali, mimi nafikiri uwanja wa Inwari utakuwa ni uwanja ambao patachimbika mno, kwa sababu utakuwa mchezaji anakuja kwa malengo makubwa sana. Hata kubali itokee tu sababu ya yeye kufanya kitu ionekane kama kile kinaharibu malengo yake. So that's all I can say. Na manager, acha nikushukuru. Nashukuru pia nani. Na imani kwamba turi nyingine ambayo utakuwa na mchezaji ambao utakuwa unataka kumuuza, utatukuja hapa kwenye Ndundi uweze kutufahamisha. Mimi hapa ni second home. Nafikiri kwangu ni familia. Kwa chochote kitakuwa kinabidi tushirikiane, tutakuwa tunashirikiana. Ego, uyo ni manager wa Eric Kirungo, Musa Mugyango hamwe na Asman naho bari ngira mwumvise bitari bike ashobora kuvuga ingene urugendo rwari rumeze, urugendo rwa Eric Kirungo umukinyi w'umurundi asanzwe akina mu gihugu cha Tanzania mu mugwi na Mungu FC. Ni byinshi yashoboye gusigura, reka ndabashimire mwese mwashoboye kudukurikirana muri benshi, ndetse nkaboneraho n'akajyo ko kubifuriza umunsi mwiza, mubandanye mukurikirana ibiganiro bica kuri Ndundi TV. Bye bye.